hapa. Oh, kameramani. Karibu. Mwaya TZ. Za asubuhi. Safi za kwako? Nzuri. Niambie. Ndio nimekuja kusikiliza wito wako leo nipigia simu nije hapa. Okay, ndio niambia bei gani vile? Nikwambia 170. Jamani, mwaya wewe. Si unipunguzie mwezio 150. Mama, nitakupunguziaje? Material yenyewe bei kubwa. Mimi naona kwa hiyo bei 170 ndio naona inanifaa. Basi sawa. Nitakupa yote 170 ila naomba unitolee picha zinazong'aa. Shughuli yangu, yani kila tukio usiliache. Sawa? Watu wote wakiona hiyo CD yangu wajue kweli shughuli. Kweli kuna mwaya kafanya kazi. Si unanielewa? Okay, nimekuelewa mama yangu, sijali. Sasa sikia, nitakupa 50,000. 120, shughuli yangu inapoisha ninakumalizia. Mama, si ungenifanyia hata 70,000 mama yangu jamani. Sawa, mimi na mambo mengi nitakumalizia usijali. Yaani kimeza shughuli tu mzigo wako wote. Nimejipanga. Basi sawa. Basi okay. Nitakupa 70,000. Sawa? Sawa. Baada ya shughuli mzigo wako tunaupata. Ondoa wasiwasi. Sawa, mimi nakusubiri hapa. Haya basi sawa. Ngoja nikakuletea. Safi bebe, niambie. Fresh. Sema leo? Hapana. Leo kutakuwa na kitu cha ziada unafanya. Kwa nini bebe? Naona leo kama umemaliza ufundi. Hujanizoea tu. Kuna nini kipi? Leo naona kama umekamia game. Amna bwana, kawaida. Na ni wajibu wangu kufanya hivyo bebe. Sawa, tunafanya. Bebe hapa la kufanya mimi hata sielewi. Kama unavyojua huko kuna shule, afu shule yenyewe inayomhusu. Ni mkeo, alafu mimi sina hata hela. Swala la hela usio na wasiwasi. Hela unataka kwa ajili ya nini? Mtunzo au kwa ajili ya sare? Baby sale tu. Hapana. Ishu ni kwamba yule ni rafiki yangu. Afu huwa tunasaidiana kwa mambo mengi. Najua. Kwa hiyo inabidi niende kwa ajili ya kutunza. Sale inaweza ikawa ni muhimu lakini kuonekana lazima nifanye kitu. Okay. Sawa. Niachie mimi. Swala la wewe kutunza na swala la sare. Nitahakikisha unakata sare, unaenda kwenye shughuli na unatunza uwafuniki wote wale watakaohudhuria katika shughuli ya mtoto wangu. Ndio maana nakupenda baby, asante. Asante baby, nashukuru. Kuna kingine? Kingine bado nakuhitaji tu wewe. Kweli? Sawa, mimi nipo sana. Utanichoka wewe tu. Karibu. Nisiende kwenye shughuli. Alafu ili weje? Tubaki hapa tu tunaendelea kuenjoy. Alafu nadhani tuonyesha picha gani kule? Hivi? From now eti baba shule hayupo. Alafu yule ni mtoto wako. Yule sio mtoto wa kambo, unajua ni mtoto wako Nafahamu. Okay, basi haina shida. Nitahudhuria na nitakuwepo. Ila naomba usiniangushe. Siwezi bebe. Nisipokuona kwenye shughuli hakika sitajisikia raha. Kwenye shughuli nitakuja tena nitakuwa pambe kwa umeniwezesha baby. Ndugu wangu. Kwema. Kwema ndugu yangu, karibu. Karibu ukae tunatosha. Tunakula tu kushiba dada. Hatari. Vipi ndugu wangu? Safi ndugu yangu, niambie. Hapa Kama kawaida. Sura yangu nimechoka. Yaani nimeishiwa pause. Hapa unavyoniona.
Nimevurugika balaa udugu wangu hizi kwa mimi. Nini tena shoga yangu? Hadi dakika hii mtunzo nilokuahidi nilotaka kuja kukutunza mimi sijaupata hadi dakika hii udugu wangu. Nimechoka. Sasa udugu wangu nitafanyaje mimi? Maana mwanzo ndo nimekutegemea udugu wangu na sina udugu zaidi yako ndugu yangu. Nazalilika mimi ndugu yangu, nazalilika. Yaani kesho kila mtu ataka kuniona Pendo anakujaje. Ndio. Kesho kila mtu anataka kujua Pendo anatunza nini. Kwanza ndo utapojua udugu unakuaje udugu. Udugu nadhalilika hapa hadi dakika sielewi. Apeche alolo. Na huyu bwana anakuwa toka asubuhi kana kujipika zake simwele. Sijaonana naye hata machoni sijamtia. Yaani naungika shoga yangu achana. Ndugu kila ninapoingilia, kila ninapoenda Mia anavyokuambia nikasema hapa nikija siku ya shughuli na wewe nitakuacha mdomo wazi udugu atanitunza hapa, atanitunza hapa, atanitunza hapa. Unaona kimya, sijakutia roho juu ndugu yangu. Ndio maana nimeona saizi nije mimi na wewe atuzuliani. Shughuli ache ipite dada, shughuli azishi. Ikishaita kuja nyingine tutafanya jambo tunalo na tunatamba nalo. Asubuhi kweupe na taa Mungu niko hapa. Shoga sawa. Ila ndio usije ukaniacha mwenzio. Maana niko mwenyewe. Huyu mwanamume toka asubuhi simuoni kaenda kwenye pika zake. Niambie. Shoga yangu, mambo ya peke yangu nitaweza mimi ndugu yangu. Asubuhi na taa Mungu niko hapa. Yaani kila kitu kesho mimi nasimamia. Jambo langu la kwako langu. Sawa udugu wangu. Unaelewa? Sijataka tu nikupe question kesho useme udugu wangu Pendo jamani. Utulia. Kaka utulia, shughuli azishi. Ngoja ni mwai baby kwanza. Si unaelewa? Halo. Kaka utulia na liwe penzi jipya dada. Hata mimi naona shoga yangu. Shoga yangu kwa heri. Ndugu yangu msalimie shemeji. Kesho jambo lele humu. Shoga yangu nakutegemea wewe usije kaniangusha udugu wangu. Kusanya shoga yangu. Haya shoga yangu. Haya poa. Mbona tena mwenzangu kantia heka jamani saizi tena jamani nilikuwa nategemea jamani tena mambo yamekuwa hivi. We Mariamu we. Haya kiuno kama nyigu wapi unakoenda? Bibi, sinaenda hapo tu kwenye ngoma. Kwenye ngoma umealikwa? Ya ndugu yako. Inakuhusu. Majirani zetu tunakaa nao. Sasa bibi mimi nikaenda kwenye ngoma kuna tatizo gani? Majirani wewe ndio unayewajua majirani sio mimi Wewe nani? Wewe mbona chizi sana wewe? Rudi hapa baada ya kukaa hapo msaidie mimi natonga kisamvu na kuna kazi chungu zema za kupika. Wewe miguu mirefu kama nguchilo unaenda kwenye ngoma. Ngoma ya shangazi yako hiyo. Bwana bibi sikia. Mimi naenda tu hapa mara moja nakuja sasa hivi nakuja hivi msikie. Unaenda mara moja. Nakuja sasa hivi. Wewe mtoto wewe ulokauka kama hite rutoa sumu leo usirudi hapa. Shoga zangu. Yaani hapa unavyoona hapo kama Mama Chiku ana jambo lake. Si unajua tena mwanae Chiku leo anatoka? Shoga yangu. Leo ameita Kigoma ninavyokuambia hapa. Usiniambie shoga yangu. Sijasikia. Kumbe ndio wewe udugu wangu. Subiri kwanza. Hiyo ngoma inaanza saa ngapi? Muda huu nimeliacha goma linapigwa huko watu wamejaa shazi nakwambia udugu wangu. Maana sisi tukawa tunaongea hapa kumbe kitu kisha. Yaani, shoga yangu twendeni tukaangalie. Twende udugu wangu.
liwalo na liwa hapo kumkanyaga hapo kulaumu. Nani zingua? Hakuna baba. Kaini yani jamani marafiki zangu. Nani anakumbua? Hakuna baba. Jamani mimi huyo mimi jamani. Wewe, majambazi au? Wala sio majambazi, wale majambazi sugu. Lakini kuzalilishana. Nilikwambia nini Sanura? Asaba ilikuwa wapi mume wangu? Nilishakwambia nini kuhusu ngoma? Lakini wale majirani zetu, kuna ubaya gani sasa hapo? Kwa ujirani upi? Nilishakwambia sitaki nikuone unaenda kwenye ngoma, hasa kwa ujirani wetu. Lakini wewe unaamua kunidharau na kwenda kwenye hizo ngoma zako. Kwa nini unataka kunisikiliza? Nangu unapenda makelele kama nini? Yaani sikuelewi. Yaani umenitoa mkukunguku. Nini lakini? Una lolote, wivu tu unakusumbua. Sasa wewe unataka mimi nisikuonee wivu kwa maana ipi? Wewe ni mke wangu, lazima nikuonee wivu. Nimepitiliza kwa maana ipi? Ndio mpaka nikosea amani jamani. Sikiliza nikwambie Sanura. Ukirudia tena kwenda kwenye ngoma, nitakupiga pale pale kwenye hadhara ya watu. Hai imepitiliza. Kani nimelala peke yangu hapa mtaani. Ingia ndani. Ingia ndani nimekwambia. Kijumbe. Umo ndani. Kijumbe. Karibu. Haya asante. Kwanza shoga yangu nimekuona. Kwema ndugu yangu. Kwema. Mza hapa. Salamu vipi? Safi. Ndio nimefuata ule mzigo shoga yangu. Ndugu wangu mzigo wenyewe hata hujajaa kwanza. Kuna watu kama nani hawajajazia ule mzigo. Hatari. Sasa ndugu wangu, ila uliokuwepo, naomba nikabidhi hiyo hiyo. Maana kameramani kanikalia hapa, sipumui, sina hata raha. Naomba hiyo nusu. Wakimaliza hao watu, nitakuja kuchukua. Alafu kwanza nimesahau ndugu wangu. Nini tena? Mwenye jina lake amekata kata. Unasemaje? Nimembembeza vya kutosha. Imani nikupe wewe. Amekataa, yeye mwenyewe ana shida zake kibao ameniambia. Ndugu yangu, nilikuomba mara 3 shoga yangu na shughuli mwenzio ya mwanangu, Ukanihakikishia asilimia zote utanipa hela yangu. Haya tena saizi imekuwaje ya mambo unaniambia sio mtoka kataa, mimi nafanyaje? Nafanyaje na shughuli mwenzio? Unataka niumbuke? Shoga unataka niumbuke? Umenihakikishia saizi unakuja kuniambia masala kama hayo. Hapana ndugu wangu, nakuomba basi. Toka hapa, nenda kwake, kambembeleze basi akupe hiyo hela. Akishakubali, njoo hapa kwangu nakupa. Kwa sababu bado sijamkabidhi. Jamani unanichanganya, unajua unanichanganya. Yaani unanivuruga. Haya nimeenda nimekataa. Kama wewe kijumbe umeanikishia 100% utanipa. Imegoma. Nikikosa mimi unataka niumbuke? Uchonifanyia sio kizuri. Yaani unajua kabisa mwanzo shughuli ipo ndio ishafika jamani. Mimi nafanyaje nadaiwa sina la nakwambia sipumui muda wote na madeni ya watu. Nimetegemea nacheza mchezo nimetegemea hizo hela. Sasa hivi nakuja nimeletea mambo haya. Mnataka nizalilike jamani? Nimeenda nikikosa hizo hela. Kijumbe mimi na wewe kwa sababu yani unihakikishia 100% zote kama unanipa hizo hela. Sikia. Mimi namfuata. Fanya ufanyavyo jamani. Naziomba hizo hela. Sipumue mwenzeni nimekaliwa hapa na koni na shughuli la changanyikiwa. Naona unachanganya na wewe sasa. Kijumbe naenda. Nimkute nisimkute na kurudia. Uwezi kunifanyia mambo kama hayo mimi.
Aisha. Aisha mdogo wangu. Shikamoo. Marahaba, kwema. Kwema. Ndugu yangu nimetoka kwa kijumbe. Huu mguu wako. Maana nimefika pale tena kaanza kuniambia, sijui Aisha jina hili analitaka. Haya ndugu wangu. Na mlishanikubalia mimi nichukue zile hela. Mimi mzee na shida. Nimesimamiwa hapa nakwambia. Kameramani ananidai, wenye ngoma wananidai. Sina hata pa kukimbilia zaidi ya hizo hela. Naomba unisaidie, niko chini ya miguu yako. Wewe Mojuzi. Sasa wapi kwa askari wangu kichomi huku mbona noma huko? Sasa dangu mimi nimekuelewa. Ila hapo unavyoniona nimefiwa nataka kesho asubuhi ndamkie Tanga. Sawa mdogo wangu, najua. Ila mwezio nipo chini ya miguu yako. Yaani unajua sina hata pa kupumulia. Sina, nadaiwa mimi na madeni, yani hata sielewi na shughuli mwanzo naifanyeje. Yani na akili yangu, mawazo yangu yote nilitegemea hizo hela. Sasa nikizikosa hizo hela mimi nitakuwa mgeni wa nani jamani? Mimi mwanzo nitaumbuka mimi na shughuli jamani. Aisha mdogo wangu, nakuomba mwanzo, nakuomba chonde mwezio. Unipe hiyo hela tu, maana ndo tumaini langu. Sina jamani, sina pa kupatia hela mimi zaidi ya hizo hela. Nilikuwa sijui hata nisemeje jamani mimi mwezio. Dada nikuulize kitu. Hivi chukulia mfano ndo ungekuwa umefiwa afu mimi nakufuata kwamba nataka hela, ukafanya shughuli, ungejisikiaje? Mimi hapo cha kushauri kama kuna sema kwenda kukopa, enda kukopa, utakapopata hiyo hela kwa mjumbe hiyo utalipia pale. Sio hivyo mdogo wangu. Sasa hizo shida zimeingiliana na mimi sina tegemeo zaidi ya shughuli. Nilimwahidi kameramani kutokana na zile hela. Yaani jamani, Aisha mdogo wangu, unachonifanyia mzee sio mwenzio. Sasa mimi nitafanyaje na zile hela jamani? Nitamwambia nini wewe kameramani jamani? Vipi mpenzi wangu? Safi. Alafu leo kwa shoga yako kuna shughuli. Mbona hujaenda? Napenda kutenda nyumbani tukaongee. Tusiongelee hapa vipi? Wakati wewe sasa hivi natakiwa uwepo kule kwa sababu ile pale ni shoga yako kabisa kindaki unafahamu hilo. Nalijua hilo. Ila nimemtia aibu sana. Na sijui hata namwangaliaje sura yake. Umemfanyia nini? Penzi wangu, si unajua mnachezesha mchezo? Nafahamu hilo. Nilimwahidi aje kuchukua hela mchezo. Alafu mwisho wa siku mwenye jina lake amekuja kuchukua hela. Sasa kama jina lilikuwa ni la kwake, ungempatia tu pesa yake. Penzi wangu, nielewe hilo. Jina lilikuwa sio la kwake. Lilikuwa ni la nani? La Aisha. Lakini hao mambo mengine yanazungumzika. Ungeenda tu kuhudhuria kwenye shughuli. Kwa sababu ipo siku itatokea kwako pia. Na yeye hata hudhuria. Haitoleta picha nzuri afu kizingatia ile pale ni shoga yako. Hapana, siwezi kwenda mpenzi wangu. Niseme tu kweli, siwezi kwenda. Namuonea hata aibu. Tuachane na mpenzi wangu. Naona tukapumzike nyumbani. Sawa, kama hutaki kwenda kuhudhuria kwenye shughuli ya rafiki yako, basi twende nyumbani tu tukapumzike. Shoga yangu, afadhali ulivyokuja. Umefanikiwa huko ndugu wangu? Shoga, hata sielewi. Hii shughuli si inagundu, sijui nini. Maana nimeenda kwa kijumbe. Kaniambia nenda kwa Aisha. Naenda kwa Aisha na ananiambia nimefiwa, nini. Hata siwaelewi ndugu yangu, naona nimechanganyikiwa tu na hii shughuli. Mimi wale nawajua na ndio maana sijaenda kule. Najua ningeenda tu ningeliazisha. Yaani mimi wala sipendi kuongea na wote wale wawili wale. Yaani mimi siaga story nao. Kwa hiyo tunafanyaje shoga yangu dakika hii? Mama, nimejibembeleza, nimejishusha shoga yangu, ndugu wangu, nimejishusha. Lakini wapi mdogo? Kanifungia mlango ile binti ndani kama nioni ndugu yangu. Udogo wangu. Sasa kwani usiende kuchukua kausha damu?
ukachukua hata mkopo ndugu yangu, mambo yashakuwa lelele patadhalilika. Sasa mambo oti leo. Hiyo kaosha damu ukifika pale yanaenda barua mjumbe. Sio serikali ya mtaa mama ambao unakuja kupata hela kesho kutwa. Hiyo hasa ndo kabisa ningeenda. Ndo kabisa mama unaenda wiki hii unatambulishwa. Wiki ijayo ndo unakuja kupata hela. Haya naambie mimi na wiki 2 hizi mimi nikae sina hela za watu nafanyeje mimi nawapiga ngoma? Na kameramani mimi nawapeleka wapi? Msiba mzito dada. Sijui hata kama nitapata na usingizi usiku. Sielewi. Usipate pressure. Watu kule kama wote wamejaa. Si unaelewa? Mama Jo yupo kule, mama Mwajuma yuko kule, mama Zai yupo kule. Shoga yangu utakosa kikubwa kidogo utapata. Wewe wale wote si matunza. Si wana mizigo yako wale. Jamani ndo asikupe kabisa shoga yangu. Aso kweli. Udugu. Wewe tu shoga yangu kutoka kuniambia udugu. Sina mwenzio hela mpaka sasa hivi uelewi. Haya niambie ndo nategemea watu baki. Watanipa mimi ndugu yangu. Shoga yangu, mimi naweza ngakuacha wewe. Mimi naweza ngakuacha wewe kwa wewe unavyoona. Hapa ninasubiria muamala tu. Ukiingia jambo nalo na ninatamba nalo sio shida zangu. Mwenyewe unanielewa. Yaani ukiingia tu nipo live. Si unaelewa? Shoga yangu twende kifua kipana. Utakosa kikubwa kidogo upate. Uwape wale. Si unaelewa? Tumalizane nao mambo yasiwe mengi. Tuondoke udugu wangu. Twende. Haya twende. Madhali mimi nipo. Hamna kile. Yaani mbona utapata usingizi? Yaani tualipa wapi? Mpenzi, nimekuja tu mara moja kukuletea hiyo hela ya Kijola. Ngoja niwaelewe haraka nikalipe hela nini? Hela advance ya nini ya muziki. Sawa? Bebe unaenda wapi sasa? Napeleka hela ya muziki. Mimi na tutaonana baadaye. Nikomesi mwenzio. Uishi uchoke kunimisi. Kila muda wewe unanimisi mimi tu. Nachokaje sasa? Akati ndio uko wewe tu. Sikia baadaye. Usiondoke bwana. Sitaki uondoke. Kwa ndo kama nilale hapa, ndo kanikae hapa. Shughuli kule itakwama. Dakika hii. Dakika hii yani. Njoo ndani mara moja. Ya mwanaume. Nakuomba bwana usiondoke. Hapana. Mwali wangu naona hii sura ngeni kwako wewe hujakuiona. Nimekuja hapa kwa niaba yako wewe. Nimekuja hapa mwali wangu nimelipwa. Nije kwa niaba yako. Kwa hiyo naomba utegeshe masikio yako nisikilize ninachokisema nini. Mwali wewe umechezwa. Mwali wewe umepata mkole. Kuchezwa na mkole nikikwambia maana yake ni nini? Kwanza ukishachezwa unashakuwa mtu mzima. Unakuwa umejielewa, umejitambua, unajua baya na zuri. Sasa nataka kuanzia leo mwali wangu ubadilike kutoka na hapa. Nataka niyaone mabadiliko ya kama utoto umeuacha ushakuwa kwenye utu uzima sasa unajitambua. Cha kwanza kabisa utakuwa waheshimu wazazi mwali wangu. Usiniangushe kwenye hilo. Waheshimu nani? Wazazi. Kama ulikuwa unafanya jeuri, ulikuwa hujapata mkole. Leo umepata mkole. Umeupata ukubwa. Unachoambiwa hichi kibaya usifanye usikifanye. Leo mama akakwambia mwanangu chukua sufuria uinjike jikoni. Umechukua sufuria, umebandika jikoni, umepika ugali. Unachokiona wewe baada ya kuosha mwiko unabeba chakula, unapeleka kwa baba yako kwa mama yako. Kuacha mwiko bila kuosha mwanangu ni matusi.
unatakiwa uwe msafi, mtoto wa kike. Nikisema usafi, usafi wa mwili wako. Usafi wa nini? Wa mwili wako. Kila unachokiona hakiko sawa, kinatia aibu, nitakapokaa kwenye like za watu, ni kibaya kwenye mwili wangu, natakiwa ukifanyie kazi, kisionekane. Si unanielewa mwali wangu? Kikombe kiwe sehemu yake, bakuli la kunawia liwe sehemu yake. Usichukue kikombe kadumbukiza kwenye bakuli la kunawia, ni matusi mbele ya baba na mama. Nayoongea hapa uyashikilie. Ukifanya tofauti mwali wangu, umenitia aibu. Umeniangusha. Umeamka asubuhi, umemkuta baba, umemkuta mama. Wasalimie. Chukua mswaki wako na dawa yako, tafuta pembe ya kwenda kupiga mswaki. Unanielewa? Weka mswaki wako, chukua dawa yako, weka kwenye mswaki, unaanza kupiga mswaki ukiwa uko mwenyewe tu. Aidha umechutama, umeinama, au ukiwa umesimama, basi uwe sehemu uko peke yako. Uchochoroni unapiga mswaki wako. Sio umepiga mswaki mwanangu, umetoka na mswaki wako ukanizalilisha mimi somo na midawa yako, ukakaa barabarani unapiga mswaki, choka choka pita mama fulani, wewe dada wewe njoo, mapovu yanamwagika, kacha na mswaki. Mwali utanizalilisha, utaonekana hujachezo, utaonekana hujafundwa, utaonekana mimi somo si kitu. Mwali wewe usinitie aibu. Utoke hapa leo tena nikone kwa nje, mwali uko he kaona pandisha mashetani. Hujui mkubwa nimemkuta nimsalimie? Hujui mkubwa ni mheshimu vipi? Mwali wewe mdomo unachamba mpaka watu wazima. Mwali sijakufundisha hivi. Nimekufundisha kachambe mtu leo hapa? Jamani, nimefundisha kachambe mtu? Nimefundisha kazala watu wazima? Nikikusikia umechamba mwali wewe utanithalilisha. Somo yako unavyoniona hapa toka napata akili zangu. Sijawahi kumchamba mtu mzima na mheshimu mkubwa. Usiamke asubuhi katoka hapo ukasema leo nimeamka, mama yangu si kaenda shamba, baba yangu kaenda shamba, kaingia chumba cha babako na mamako, vibaya. Nimesema nini? Vibaya. Umeelewa mwali wangu? Chumba cha baba na mama hakiingiliwi bila ruksa ya baba wala mama. Usinizalilishe. Umefika asubuhi, umeamka, toa vyombo vyako kaoshe, umeona baba na mama hawajaamka, piga hodi. Mama umeamkaje? Mbona naona akili mpaka sasa hivi? Si ruhusa kuingia chumba cha mama yako na baba yako pasipo kuruhusiwa na mama yako. Chiku mwanangu, umesikia maneno ya somo? Sasa hivi ushakuwa. Hizo habari zako za kuchecheza na fulana huku sizihitaji. Nyumbani kwangu nirudia mapema. Sawa, tumeelewana? Mambo ya kizamani naomba yaache huko. Sasa hivi umekuwa mkubwa. Unabidi unielewe mama yako. Sijui unanipata? Haya, kuanzia leo, kama alivyokuambia somo, naomba uyatiki kichwani. Sio tena yaingilie huko yatokee huko. Mpenzi, mimi ni wako tu na nipo leo, kesho, kutwa, mtindogo mpaka siku nyingine, hata mwaka mzima utanifaidi vya kutosha, lakini kwa leo naomba nitoke ili niende kwenye shughuli. Hapana baby, sitaki, mimi nataka ubaki. Mimi nakwambia nitabaki, lakini nina jukumu la kusimamia shughuli. Kumbuka pia hata wata muziki sijawalia bado advance yao. Wanahitaji hela na nauli ya kupakeza maspika kuja kwenye shughuli. Pesa yote nayo mimi. Naomba pesa yangu. Acha au basi nikae walipe hao. Zeni narudi hapa tuendelee na shughuli yetu. Kwa hiyo unajua shughuli ya mwanao ni muhimu. Kwa hiyo ndo unaifananisha na mimi yani. No, vote ni muhimu. Shughuli ya mwanangu ni muhimu na wewe ni muhimu. Sawa. Lakini naomba ruksa. Sitaki baby, na maana nakwambia ubaki. Zai. Kwani kile unakuwa mgumu kunielewa. Baby. Baby. Zai,
Mimi sasa mke wangu. Wazama nisikia nisikii. Amejuaje kama niko hapa? Zai, naomba fungua mlango. Huyu ananyamaza kusudi, anajua mziki wako. Zai, naomba utoke. Zai, naomba toka mwenyewe. Toka mwenyewe Zai. Zai, ndio kufanyia wewe. Yaani Zai. Zai, Jamani, mbona usumbufu hayupo huyo mtu? Alitoka ngapi? Ametoka sio muda. Hapana. Usiniambie shoga yangu kaje mle sio. Yaani nakwambiaje, mimi sinaga ombe ya kubahatisha. Piga hodi. Zai, naomba toka mwenyewe. Toka mwenyewe Zai. Zai ndio kufanyia wewe. Yaani Zai. Huyo yupo. Nani yupo humo? Wapi kwa katoka kweli? Sikiliza sasa. Twende kule kwenye goma, alafu tutarudi baadaye. Sio shida zetu. Jeshi la watu wawili. Ila nimesema shoga yangu huyu nitamrudia na atanijua mimi nani. Nakwambiaje? Kama hiki watu wawili kama milioni 2, ugomvi wako ugomvi wangu. Umeona shoga? Umeelewa? Nimeelewa. Twende. Yaani mimi naweza kunifanya kitu hiki. Yaani Zai. Jeshi la watu wawili atasoma nani? Nikwambie kitu. Wameshaondoka. Sawa. Naomba na mimi niwahi haraka kwenye shughuli, sawa? Asante bebe. Nani? Kadaburisha nani jamani? Babo. Mzima eh? Naona ningeomba tuongee hapa kidogo. Mawili matatu. Sawa. Ungekaa vizuri ukanisikiliza. Dakika moja tu jamani. Jua kweli na Mungu ndo kaweka jua. Ila usijali. Usijali. Naitwa Kipala Moto. Mwenzangu naitwa nani? Nani? Kali. Naona wewe mpaka mtoto anaangalia huko nenda. Sababu sisi naye tuliosoma kidogo inakuwa nani sana. Tukiongea na wale kidogo inakuwa long time, yani hakuna kitu. Mimi nasema shida kumwogopa Mungu. Sijui unanielewa? Yani manake nakubless manake nakutaka na nakupenda. Odi. Shikamoo. Marhaba. Saumu, jambo? Kuna taarifa mbaya nimeagizwa na mama yako nije kukuita. Anasemaje? Mariamu amebakwa. Amebakwa? Amebakwa wapi? Alikuwa kwenye shughuli. Hivi wewe ulivyotoka ndani kwako ulijiangalia? Ulijiona vizuri? Yaani umetoka huko na mikotikoti yako na mikanga kama umetoka jandoni, alafu unakuja kuniambia unanipenda? Mtume Muhammad. Hivi kwanza umenionaje? Umenichukulia hizi? Baba we. Unanielewa? Naomba jishikilie. Mimi sio type yako. Sawa? Siwezi tembea na mizee mimi. Mtu mwenyewe hata hujui kuoga, hujui kuvaa, unavaa tu kama sijui nini. Umetoka kijijini lini? Umejiangalia ndani ulipotoka? Nani? Wewe hapo. Nani naongea na nani? Mimi niko vizuri. Tena nakwambia. Nipo serious. Yaani niko serious kabisa. Usinifuatilie. Na usinizoe popote utakaponiona. Usiniite na mango yako, muone. Sasa sikiliza nikwambie kitu kimoja, sawa? Kama ulikuwa ujui. Narudia tena kama Mungu wa taifa anavyopiga bungeni. Kama ulikuwa ujui. Alafu mimi wewe sio unanikataa. Sasa sikiliza, nitakuonyesha. Sitaki. Nitatafuta wazee wenzangu, sawa? Mimi sio mzee baba, sawa? Unanielewa? Eti unanipenda. Tena unikome na unitue. Kwanza ujue kuvaa. Alafu unakuja kuniambia unanipenda. Unakuja na mitengi yako unaniambia unanipenda. Hivi kweli baba unajielewa? Mimi tie jamani, nitie hata kofi. Nitie kofi. Mimi. Sihitaji. Lakini mzuri huyu. Jamani. Jamani mzuri kweli. Lakini wewe unajua wewe jamani. Wewe Queen Darini. Wewe Gigimani. Hataona. Lakini haina shida. Mwenyezi Mungu anakuambia na bless. Ipo siku.
na nyumba za watu hizi. Nilikuwa najidanganya tu na nyumba wapi? Nitakufa maskini. Afadhali shoga yangu nimekuona. Zai, wewe wakutembea na mume wangu? Wewe wakutembea na Choma kweli? Shoga yangu wewe. Hivi uone aibu? Hivi maneno uliyosikia hayo au awe mambo unayoniambia una uhakika nayo? Machiku, mimi na wewe tumejuana lini? Mama Chiku, mimi na wewe ni marafiki wa muda mrefu. Leo hii unakuja kuniambia mimi natembea na Choma. Ina maana mimi sijui kama Choma ni shemeji yangu? Dada, kwa macho yangu nimekuona na mume wake. Kwa macho yangu mimi nasemaga uongo shoga yangu? Shoga yangu sema. Yaani kwa macho yangu nimemwona dada kati ya kikanga cha hapa, mumeo ana kimsuli cha. Si unaelewa? Ndani kwake. Mimi wewe sinaga umbe wa kubahatisha. Pendo ni mnafiki wewe. Kwa hiyo unataka kuniambia mama yule amebakwa kweli? Sasa mwanangu, hilo jambo sio la kusema sio la ukweli. Jambo la kubakwa mtu hawezi kukudanganyia. Mpaka hivi ninavyoongea yupo hospitali. Alofanya hilo tukio ni nani? Mimi namjua wapi mwanangu? Labda tukienda kwa hospitali tumuulize mwenyewe huyo Mariamu. Ndio atasema kama anamjua, lakini naambiwa kikundi kizima watoto wa hapa mtaani wahuni ndio waliombaka. Na mimi nimemkataza mwanao lakini hakunisikia jamani, mtoto yule kanishinda. Anang'ang'ania kwa majirani. Yeye majirani ndo anawajua sana kuliko mimi. Pendo wewe ni mtu mzima. Wapi uliponiona na Choma? Ina maana mimi sijui Choma ni shemeji yangu? Naweza nikadeti na shemeji yangu mimi? Subiri. Mimi kuanzia sasa hivi haya macho yangu na kuangalia wewe. Ila nikigundua nadhani unanijua. Nitachokufanya maji utaitamba. Wewe endelea. Sasa mama, ilikuwaje ukamwacha anaondoka hivi? Ina maana mwanangu ningekimbizana naye, mimi naweza kukimbia tena wakati huu niliokuwa nao? Mama, mimi nakwambia kabisa, nikija kumgundua alofanya ile tukio, mimi nitadili naye. Mtaua na dili na mmoja baada ya mmoja, na hii itakuwa ni fundisho. Mimi nitakuwa nimeufundisha huo mtaa kwa kila kitu kinachotokea. Mimi nitafundisha na itakuwa fundisho kwao. Mimi nakusapoti. Kama ni vibaya kufanya, wao ndo wameanza kufanya vibaya. Vipimo vitaonyesha na tutafikishana popote. Kuua hilo neno la kuua usiue, ila wafanye kama inavyotakiwa ili wakome. Basi mimi nafikiri jiandae tuondoke hospitali. Sawa mwanangu. Yaani mimi ningekuwa na nguvu kusema mbona ndio hivyo itajulikana huko mimi. Mimi nitamjua kutadili na kila mtu. Haya mwanangu. Sawa, hiyo sijui watoto wanajua kina Mwaya, sijui kina nani hapa, sijui kina Madenge, mimi nadili na kila mtu naishi naye. Wewe hivyo kama kufungwa tutafungwa. Mbona mtoto wetu kaharibika? Naomba unisikilize Mama Chiku. Umeshaniambia una macho haya? Naomba usubiri siku ambayo utakuja kujionea kwa macho yako. Habari za kusikiliza wanafiki. Shoga yangu tutakuja kugombana bila sababu. Na nakwambia tutakuja kugombana bila sababu kwa ajili ya wanafiki. Naomba uje ushuhudie mwenyewe. Sasa sikiliza, mimi nimetoka zangu nyumbani nilikuwa nakuja kwako shoga yangu. Hela ya kijola hii. Naomba ushike. Naomba uniletee kijola. Sawa. Hela nimeipata, ila kijola tuliisha. Baadaye nitamtuma mtoto atakuletea. Wewe. Haya po. Tunakuangalia. Wewe mwache. Yaani yule mwache. Mimi nakwambia. Kwa macho. Mimi sinaga umbe ya kubahatisha. Yaani utamfuma na sio utaletea maua yangu. Nitampata tu. Pamoja na baba zao. Sasa nini? Tatizo nini? Nini sasa tunaletana huko? Kuitana nini? Ujui? Toka shughuli inaanza sikuoni, nacheza mwenyewe. Haya niambie ulikuwa wapi? Mke wangu,
Kwa nini ufahamu fika kwamba ngoma ikiisha atakuwa muziki pale ukeshe. Nimekuwa nimepeleka advance ya shughuli ya nini ya muziki. Unadanganya mimi, unajifanya sijui, si ndio? Wewe ulikuwa kwa Zai wewe? Ulikuwa kwa Zai. Zai gani? Zai mjui rafiki yangu kibonge bonge hivi. Sasa mke wangu, swala la Zai si shoga yako? Ndio shoga yangu. Sasa mimi nina akili kiasi gani, sina akili kiasi gani ya kwenda kushiriki na Zai wakati najua fika nyumbani kwangu na shughuli. Baba Chiku, nisithibitishe, nikijua, nikigundua, unanijua nakwambia vizuri. Kila mimi kivuruge, yani kivuruge yaso. Yani nakwambia elo wako nakwambia usinitazame. Sasa wewe shoga yako mimi nikae kwake nafanya kitu gani? Unafanya nini ujue? Unajifanya kusuga si ndio? Bado kwambia kitu mke wangu, sawa? Punguza wivu. Mimi najua wewe wivu tu nakusumbua. Mimi binafsi siwezi kutoka na Zai, hilo la kwanza. La pili siwezi kutoka kuacha shughuli ya mtoto wangu. Nikaondoka eti kwa ajili ya mapenzi. Hapana, siwezi kufanya upumbavu. Sawa? Kingine tusiharibu shughuli yetu sisi. Baada tukae wageni wametufuata sisi tunaenda kutoka, tunaenda kuja kupikizana kelele. Serious, mwenye unafahamu hicho kitu. Hebu achana wewe. Hebu tuende wageni ambao wametufuata sisi kutona hatupu, tunachukua na ugomvi. Haitaletamana katika shughuli ya mtoto wetu. Tutaenda kuichaiwa sisi wenyewe. Hebu tuende shughuli. Haya, twende turudi. Wewe haya. Vipi, mbona sasa hivi? Kwani kuna ubaya? Au hujapenda mimi kuja hapa? Au kuna mwenzangu ndani humo? Hamna, si unajua uko peke yako. Sasa mbona unadauti? Nimemwona mume wako amekufuata mkuku. Kajua kuntia aibu. Maana mwanaume ana wivu kama kitu gani sijui. Unajua ni kwa nini amekufuata mkuku? Kwa sababu umecheza sana. Alafu mjumbe alikuwa anakubambia sana. Unajua hata mimi niuma sana. Wote wale. Ila kwa hiyo imekuwaje sasa? Mume wangu mwanae kabakwa huko, marehemu amebakwa, kwa hiyo ameenda zake hospitali huko, na mimi nikasema hapa niende kwa mpenzi wangu, maana nimekumisi hata. Sasa je? Basi tena nao. Jamani, samani kumlazi. Sotopisha ngoma. Sawa? Mimi ni nani? Mjumbe. Kama mjumbe itachekewa isikatike, sawa? Nilistopisha kwa nini wakati sisi tuna mudi zetu za kucheza ngoma? Sawa, nimepigiwa simu. Sawa? Nimepigiwa simu, Mariamu kabakwa. Amebakwa? Na nani? Au na wale wakako wamchukua kwenye ngoma? Nilijua tu. Haya baba wewe, nini kilichokufanya unitafute leo? Halo, ukisikia Zai ndo mimi. Haya Tafu, kilichokufanya unipigie simu saa hizi ni nini? Sikiliza wewe, mimi sijakumisi wewe, ila nimekupigia simu. Nikwambie kitu kimoja tu. Mwanao amebakwa, amepata tatizo na yuko hospitali hapa. Tafu. Mtoto wangu amefanyajwe? Sijakupigia simu kwa ajili ya mapenzi. Nimekupigia simu kukupa taarifa mwanao amebakwa na hivi niko hospitali hapa. Tafu, ilikuwaje mpaka mwanangu anafanyiwa hivyo vyote? Ilikuwaje? Unaponiuliza ilikuwaje sasa mimi nitakujibu nini? Wakati ilikuwa kwenye shughuli ya ngoma, kaenda mwanao ameambiwa ski, anaenda anakimbilia kwenye ngoma tu. So mwisho wa siku ametokewa na tatizo kama hili, kwao amepelekwa hospitali. Mimi mwenyewe ndo nimekuja hapo hospitali muda sio mrefu. Tafu, nashindwa kumlinda mtoto mpaka nabakwa, imekuwaje? Sijajua. Kwa hiyo ngoma kumlazi isilopishe
wote twende kule. Mariamu kabakwa. Zima ngoma. Mimi mwanangu leo ndo anatoka ngoma. Inakuwaje nistopishe ngoma mimi kwa sababu huyo msichana kabakwa? Mwanangu mimi leo anatoka. Kumbuka mwanangu leo anatoka unajua. Sawa anatoka. Mimi ni nani? Nyumbe. Akitoka Mama Samia nakuja mimi madarakani. Kwa hiyo tusikilizane. Mama Samia kanipigia simu kaniambia long time. Kwa hiyo jamani, bonge nini? Unanitaka? Kwa maana hiyo hivyo. Tunaelewana? Jamani, kusema kweli nimeumia sana kupata hizo taarifa kwamba Mariamu shoga yetu kabakwa. Hata mimi ndugu wangu leo inaniuma. Yaani ilibidi tu tuende tukamuone. So vizuri, unajua yule ndugu yetu, yani kama ndugu yetu tuseme. Yaani sijui hata uko alikuwa anajisikiaje. Yaani wewe acha. Sijui wakaka hapa mtaani wapoje, yani hata sielewi. Kwa nini wamechukua uamuzi mbaya kumbaka rafiki yetu? Rafiki zangu, twendeni tukabadilishe nguo tu tukamuone huko hospitali. Maana hata sielewi yupoje huko rafiki yetu. Twendeni tukamuone. Sawa, twendeni. Twendeni. Vipi dokta, hali ya mgonjwa inaendeleaje mpaka sasa hivi? Nyinyi ndo wazazi wa Mariamu? Ndio. Okay. Mariamu anaendelea vizuri na tayari tumeshamfanyia vipimo vyote kikamilifu kabisa. Bila shaka kutokana na vile vipimo ambavyo tumemfanyia, maendeleo yake sio mabaya. Sasa dokta, vipi kuhusu dawa zake za matibabu? Mama anaonekana una hofu sana. Ondoa hofu. Kijana wako anaendelea vizuri na tayari tumeshampa dawa kama huduma ya kwanza. Na dawa zingine tutawapa kwa ajili ya kwenda kuzitumia mkiwa nyumbani. Vipi, naweza nikapata dakika moja tu daktari ya kumuona mwanangu? Ondoa shaka mama. Ondoa shaka na usiwe na hofu kabisa. Mwanao anaendelea vizuri ila kwa sasa anahitaji mapumziko. Kwa hiyo ngoja kwanza tumwache apumzike. Akikaa sawa tutamruhusu muende naye. Sawa. Kwa hiyo tunaweza kumsubiri nje hapo kwenye benchi. Sawa, mnaweza mkamsubiri. Tunashukuru baba. Odi. Karibu. Wewe mama, unataka nigonge mpaka vidole vipasuke? Mbona mkuitikia jamani, hujasikia mwaya? Nambi. Nadhani umeshajua kilichonileta kwako. Jamani. Shughuli kwanza bado imekatishwa pale. Mwenyewe umeona. Haya umekuja kudai hela. Shughuli bado haijaisha na kugeaje? Hivi mama, kwani wewe tulipangaje? Kwamba nikimaliza kazi na kuja kuchukua hela yangu iliyobaki laki moja. Sawa ndio. Shughuli imeisha? Sijaisha. Ila sikiliza. Mume wangu aenda kuongea na mwenyekiti. Ataporudi nitamuelezea. Tutajua tutafanyaje. Naomba na ukija uje na CD yangu mkononi. Nakupa hela yako, unanipa CD yangu. Mambo yameisha. Naona wewe mama umeshaanza kuniletea ugaigai. Wewe mtu tumeelewana kwamba baada ya shughuli mimi nakuja kuchukua hela yangu. Sasa hivi mara unaniletea mambo ya mme wangu, wapi na wapi? Sasa wewe mama, mimi nasema hivi, mimi naenda kumaliza kazi yako. Nikija hapa na kazi yako na picha zako, mimi naomba nataka hela yangu niikute hapa. Sawa, utaikuta. Na wewe wako niletee ugaigai.
Mjumbe, mimi nipo tayari kutoa ushirikiano kwa polisi ili wale vijana wakamatwe. Maana najua mpaka maskani kwao wanapopatikana haiwezekani wakambaka rafiki yetu afu mimi nikalinyamazia ili swala. Kwa hiyo wewe unachokisema kipo serious, yani very good. Nipo serious na nina uhakika nalo. Sawa sawa. Sasa mimi nikiwepo mjumbe aka Malundo, yani ndo mtawa hapa, wananijua kote. Kwa hiyo hiyo itakuwa mabinti kama nyinyi kutupa ushirikiano sisi serikalini inakuwa ni jambo la serious, la maana. Sawa? Kwa hiyo mimi napenda sana. Kwa hiyo tutatoka mguu wako mguu wangu, tutakwenda kwa mwenyekiti. Tukifika kwa mwenyekiti tunaenda kumwambia kabisa long shot. Long shot manake twende tukawakamate yao, unawajua wewe, sawa? Tunaenda wewe na mimi na Migambo, Sungusungu, askari wa jamii, polisi, na tunachukua mpaka TANESCO wakatusaidie. Tunaweza tukaondoka. Sawa mjumbe, haina shida, twende huko. Basi haina shida, tunaweza tukaenda huko. Sawa. Fanya hivyo. Sawa. Sijui unanielewa? Vipi Tafu? Naona sasa hivi uko busy na mambo yako, uko busy na wanawake zako. Mpaka unashindwa kumwangalia mtoto, mpaka inafikia hatua mtoto wangu anabakwa, si ndio? Sikiliza wewe. Usiniletee habari za wivu wako hapa. Hapa mimi sikuja kwa ajili ya kwa mapenzi, unajua. Mimi nimekuja kwa ajili ya mtoto, kumwangalia mtoto amepata tatizo, wewe unaniletea habari za mapenzi. Kama unanipenda sema. Ila mimi sitaki uniletea habari za kijinga jinga unazoziongea hapa sio. Sio kwamba nakulaumu Tafu, mimi nakwambia ukweli. Uko busy na wanawake zako, unashindwa kumwangalia mtoto. Sijui unanielewa? Sasa naomba nikwambie kitu hiki kimoja. Kama malezi ya mtoto wangu yamekushinda Tafu, naomba nikalee mwenyewe. Sitaki. Ina maana unamwambia Tafu au unaniambia mimi? Nakuuliza we mama, unamwambia Tafu? Tafu ndo anamlea mtoto? Toka mchanga mtoto wako niko nayo mimi mpaka leo kawa mtu mzima wa kubakwa. Leo unasema akupe mtoto kwa mlee, umlee nini pale alipo? Anatwanga, anapika, anafua, anaosha vyombo na mabwana ndo hao wamembaka. Wewe unalea nini katika kubakwa mtoto wako? Au unataka aje kwako wakwe zako waje kuletea sukari, chumvi, si ndio? Sasa tabia ya kunambia malezi siwezi, sipendi. Matusi ya kumtukana kirejareja, mimi sio mtoto wenu. Nyinyi wote ni watoto kwangu, sio wa kuniambia namna hiyo. Ina maana sisi tumependa mtoto abakwe? Wewe unasema mlikuwa wapi? Ina maana mimi ningekuwa namtia mgongoni saa zote natembea naye ili toto lako kubwa zima Toto lako lenyewe halisikii tena, jeuri hata naona amelisi kwenu. Mimi asante kwa kuja. Kwa sababu umenipa vitu ambavyo nilikuwa nimeshavipenzi. Na ushukuru mume wangu alipo. Angekuepo hata singekuwa hapa. Si unajua paka akitoka paje utawala. Umeanza maneno yako. Sio maneno yangu. Unajua mimi kama kapanya kana dogo hivi. Kwa hiyo navizia muda ambao binadamu akiwa amelala napitia kiporo. Wewe unajua mjanja mwenyewe. Sio mjanja. Penzi lako linanichanganya sana. Mwanzo na matatizo kavurugwa mwanae kabakwa na ndio maana hajakuwepo nyumbani. Sawa, lakini mimi napenda inatokea kila siku hivi. Sio vizuri bwana. Dua gani hizo? Sio dua mbaya. Kwangu mimi dua nzuri. Kwa sababu kuna vitu na vipata na tofauti. Nimemkataza ile ngoma mimi sitaki, na sio leo, kila siku. Na mtoto wako hapo atakapotoka hospitali umuulize kwamba simziwii mimi, lakini alienda kwa lazima. Hayo ndio aliyotaka yakampate kule. Sasa hivi unasema unamtaka mtoto, si hatujui kulea. Wewe unanifundisha kulea mimi? Mama tafadhali, sipendi matusi. Matusi ya reja sipendi. Mama samahani. Tena samahani sana tafadhali, sipendi mimi. Tafu mwambie mwanamke wako. Mimi tabia zenu hizi za kijinga jinga hizi kumtukana mimi sipendi. Oho. Hapana mama. Ila hujui tu ni jinsi gani ninavyojisikia. Kitu alichofanywa mtoto wangu ni kikubwa. Mama, hata ungekuwa ni wewe. Ni kwa sababu tu huenda mmemwachia kwenda kwenye shughuli hata ambazo hazimuhusu. Kwa hiyo sisi haituumi.
Wewe inaumwa mtoto wangu alichofanyia. Sisi hatuumi na sisi ndio tupata tabu kumlea. Sembuse wewe ulikuwa unakaa tu na starehe zako huko. Mama tafadhali mama. Hayo maneno ya mwanzo na mwisho tafadhali mama. Oho. Wewe unanitafuta mama. Kama unanitafuta utanipata kwa huyu mtoto. Mama. Kumbuka Tafu ndiye aliyeng'ang'ania kukaa na mtoto. Sio kwamba mimi nilikuja tu nikamtelekeza kwenu. Hapana mama. Angalia sasa hivi mwanangu matatizo yanayoenda kumkuta. Mama naongea naumia. Najua unajua kama mwanamke, najua mama. Kwa hiyo wewe yule binti mkubwa na ukubwa wake yule mimi ni shindo kwenda kufanya kazi zangu, nikae na mlinda yeye kila wakati. Ili swala lilivyotokea usifikiri kama sisi tumepanga limtokee yeye au sisi tuliwaambia watu nendeni mkamchukue mtoto mumbake. Wewe unashindwa kufanya shughuli zako zinakushinda unakaa unaingiza vitu ambavyo haviwezekani. Wewe ni nani? Na kwa unaingia ndani bila hodi? Maplani, wewe ni nani? Unataka kunijua? Mimi ndo Zuu, mpenzi wake Maplani. Wewe sio demu wangu bwana. Kwa hiyo ni chizi kuingia ndani kulupu. Mimi simjui. Maplani, wewe kutembea na mtoto mdogo kama hivi? We dada, shindwa hapo. Mimi sio mtoto maana huyo Maplani na mudu vizuri tu. Upo? Sasa sikia we mdada. Nakupa dakika 3 utoke ndani kwa mpenzi wangu, sawa? Dakika 3 unipe mtu mdogo kama wewe? Bado hujanitoa. Sikia we mdada. Nakujua vizuri. We ni Sanula, mke wa Tafu. Kwa hiyo kama hutaki hizo taarifa zifike kwa mume wako, nakuomba toka kwa mpenzi wangu. Sawa. Naondoka lakini haijaishia na wewe. Lakini chana. Wewe unaenda wapi? Lakini sisubiri. Sikiza hebu heshima. Sisi hatujaje hapa kugombana na wewe. Sisi tumekuja hapa kutatua swala la mtoto. Tuangalie anaendelea vipi ili tuweze kukimu na tuweze kuondoka naye. Usije hapa kwa unatuletea habari unasema kwamba sasa sikiliza mimi nikwambie kitu. Mtoto umchukui na aendi kokote. Na kama umeshindwa kutakata mtoni, huwezi kutakata bafuni hata siku moja. Sijaje hapa kwa ajili ya kufedheshana wala kutukanana. Ninachokisema, naomba mtoto wangu Tafu. Nataka mtoto wangu. Wewe una lolote bwana, hebu na wewe Tafu tunakorogana. Una lolote wewe, hamna kusema malezi gani. Wewe ni kashfa na matusi kunitukana mimi. Ndio hicho useme, lakini sema malezi gani? Wewe una malezi, wewe unajua kulea wewe. Au mdomo tu wewe unauchongoa mbele yangu. Kwa hiyo mimi kosa langu kukaa na mtoto wako mpaka anajitambua, ndio ni mikosa Mtoto mwenyewe hakutaki kwanza. Ana mpango kabisa na kuja kule kwa ovyo kula kwenye shida amri. Afu mimi nimlete mtoto wangu aje kuteseka. Si nitakuwa pimbi. Wewe chukua time bana, mtu msubiri mtoto asitomboke naye. Shoga yangu vipi? Shughuli ndio imeishia hapa, tunaendelea. Yaani udugu wangu mpaka sasa hivi sielewi kinachoendelea. Ninachokiona na ninachokiwaza shoga yangu hapa sasa hivi. Niliowatunza wanirudishie mtunzo wangu. Upo shoga yangu? Nakusikiliza udugu wangu. Yaani hapa nimeamua nyumba bae nyumba. Kila niliyemtunza anirudishie cha kwangu. Maana naona mambo hapa shaka hapa sielewi. Upo nyonyo? Na wewe shoga yangu lazima unirudishie. Kwa hayo ndugu wangu. Ndugu yangu lazima unirudishie. Nilokutoa shoga yangu unanirudishia. Si nilishakutunza. Sasa mimi na wewe tunagombanaga. Tugombani. Yaani hapa yenyewe leo nilikuwa nimekuja ndio maana nimekuja kukuuliza kama jambo linaendelea au vipi. Kuna mzigo wangu hapa unaingia kama si jioni. Kesho asubuhi mzigo unaingia. Mimi mbona na wewe tugombani? Wala hata usijali. Shoga yangu, napo siwachi yote. Maana ndugu yangu nilikuwa najitolea hatari. Kila sare ikipita ninayo. Kila ninachokivaa shoga yangu sasa hivi sare. Ndio. Sijawahi kwenda taka yako kukata kijola changu mwenyewe. Upo nyonyo? Watu wameona ule ugomvi, wametafutia sababu. Ndio, wakaona bora afadhali. Kuondoka na mitunzo ya watu. Ndio. Sikiliza.
nipo jeshi la mtu mmoja, mtu mwenye mwili wangu. Yaani mtu akisumbua, mtunzo hajaleta kwa wakati, nakuja nginja, si mmoja tu. Ndio. Oya, uko wapi? Si mmoja tu, nimefika. Sawa. Ugomvi na uvaa kwa mikono miwili dada, mitunzo utapata. Jamani, mimi napenda ugomvi. Umeona shoga yangu? Bana kuona vile shoga yangu. Na kwa sinurudishie hiyo vipi? Wakati nawapa mitunzo yangu kwa waoni. Unawatunza wewe ujala, wewe hujafanya yako. Kwani wewe una njaa? Wewe una shida? Unaenda kuwatunza? Na kuaminia shoga yangu. Mbona tutapitia na watanilipa? Hawatakulipa. Yaani kama nilivyo hapa ndo utaporudisha upo. Basi shoga yangu usijali. Ulipo? Nipo. Wadogo. Mshikaji ameshatuma message. Mbona uko hivyo vipi? Unafahamu kwa ni kakaangu. Yeah. Na pia tupo wawili tu. Ndio, tupo wawili. Vipi? Hizi taarifa zinazosambaa mtaani na zinaendelea kusambaa bado. Taarifa gani? Mimi sijui taarifa yote. Inasemekana umefumaniwa na mke wa mtu. Na pia una tabia za kutembea na wanafunzi. Huoni kama hiyo ni hatari kubwa kwako? Unajua kosa la kutembea na mwanafunzi inaweza kukupelekea kufungwa kifungo cha maisha. Hivyo utakuwa umeharibu future yako yote ya maisha yako. Sikiliza mdogo wangu. Hii imejitokeza tu, na haiwezi kujirudia. Na wamenikuta tu bahati mbaya, ila katika anga zangu wasingenikuta. Kwa hiyo mimi naomba hii swala tuachane nalo tu. Kwa sababu mimi najua jinsi gani naweza kuhandle haya masuala ya wanawake. Inakupaswa uwe makini sana. Na pia mbona wanawake wa mtaani wapo wengi sana? Kwa nini uangania wake za watu pamoja na wanafunzi? Hiyo ni hatari moja kubwa sana kwako. Hapo umefumaniwa na mwanafunzi. Na pia naye ni mpenzi wako pia. Sasa wewe mwanamke, mume wake siku akikukuta, unaweza atakufanya nini? Inakubidi tu achane na hiyo tabia. Wanawake wapo wengi sana mtaani. Hivyo tafuta mwanamke mwingine ambaye sio mke wa mtu na ambaye sio mwanafunzi pia. Nimeshakwambia haya masuala ya wanawake, hebu tuachane nayo. Cha kufanya hapa, Udo kashatuma namba na ile message imeshamfikia mshikaji, kwa hivyo tukachukue mzigo. Sio, unaelewa? Sawa. Haina shida kama umenielewa. Poa. Kama shikamoo. Hakuna kukaa, unakaa. Toka. Usinishike. Vipi wewe? Unashika nini? Umefuata nini hapa? Sijakufuata wewe. Sasa umefuata nani? Sijakufuata wewe. Nimemfuata Zai. Au wewe ni Zai? Wewe umefuata nini hapa? Nimemfuata Zai. Sasa Zai, basi ondokeni na Zai, tokeni, toka. Kwani Tafu una shida gani? Shida gani? Wewe unataka una matatizo gani? Huyu amekuja kwa niaba yangu mimi kuja kumuona mtoto wangu. Mtoto wake, mtoto wangu. Mtoto ni wa kwako lakini pia ni wa kwangu. Sasa kama kwako yeye amefuata nini? Kwa hiyo watu hawaruhusiwi kuja kumuona mtoto kwa sababu Tafu huko hospitali. Nimekwambia mtoto. Wewe sikia, uniticho chote. Kama vile fresh unasemaje? Unasemaje? Hebu ngojeni jamani. Tulia kwanza. Unamwona kila mtu mnyonge nini? Hebu sikilizeni. Hapo kwanza ni hospitali. Baba, hebu tuliza hapo. Sijakufuata wewe. Hebu mama mwambie mwanao. Mimi sijakufuata yeye. Sikiliza mwanangu, mimi nawatulizeni kwa heshima na taazima. Usiniambie mwambie mwanao. Wewe nani unayenifundisha kumwambia mwanangu? Wewe nani? Mimi mbona sikutambui wewe mtoto? Wewe kisnashari kiganga cha chawi ndio ulofitinisha haya mambo. Samahani, sipendi. Tafu mwanangu, hapa ni hospitali. Sasa ugomvi wa nini? Kwani wewe huyu mwanamke bado unamtaka? Mimi simpendi mama. Sasa kama umpendi ugomvi wa nini? Sasa mtoto wa kwangu mimi mama, huyu amefuata nini hapa hospitali? Sawa. Sasa tulia. Unajua huyu kwa nini kaja? Huyu mwanamke wako sio mtu mzuri, huyu kibili fitina huyu. Huyu mwanamke wako hasadi huyu. Pamoja na huyu baba mchimvi aduarao huyu. Wewe mama, wewe kwa nini unatuletea matatizo sisi? Huyu mtoto wa kwetu sio wa bwana wako. Kwa hiyo kumbe ulikuwa unanitukana, ulikuwa na nia na bwana wako naye aje anitukane. Sasa huyu mtoto hamna kumuona huyu bwana.
namchukua mjukuu wangu naondoka naye. Sitaki matatizo. Alafu hapa tuko hospitali. Kwa nini nyie hamna heshima lakini? Nyie hamjalelewa na wazazi jamani? Mbona adabu zenu fupi sana nyie? Kwa hiyo mama, majirani hawaruhusiwi kuja kumuona mtoto. Mama tafadhali. Tafadhali sana usiniambie majirani. Mimi najua vizuri sana wewe na huyu. Na kwa nini uliachana na huyu? Kwa hiyo mama, hapa shida ni nini? Shida ni akili. Baba huyu kuja kumuona mtoto wangu au shida ni nini? Kwa hiyo akili Familia nzima mnakuwa mna wivu, si ndio? Ndio, hatutaki sasa. Huyu ndo fitina. Huyu ndo chambo. Huyu ndo mwanzo. Hatutaki sasa hapa kuja kumuona mtoto wetu. Kwa nini tusiseme? Sikiliza Zai. Sawa? Wewe usijali. Wewe kutoka hapo utanipigia simu. Sawa? Haina shida. Alafu mama, sawa? Kwa heshima yako mimi naondoka. Lakini mwambie mwanao sitaki kunikurumia. Mimi sio mtoto mdogo. Nenda zako na wewe bwana. Nenda. Hujikijui. Ungekuwa unakijua usingekuja hapa. Ukirudi tena. Sawa. Usijali. Pole. Usijali. Wewe ukijui unachokifanya, ungekuwa unakijua usingekuja. Dume zima una haya. Lione kwanza. Mimi nakijua anachofanya. Wewe ungekuwa unakijua ungekuja hapa kwetu hospitali unajua wote tupo. Ungeacha tu nikamfumua. Mimi sitaki bwana, matatizo sitaki, ndio maana nimekuzuia mwanangu yaishe. Ushazoea ugomvi na kila mtu na ndio maana hata sasa hivi hatuko pamoja. Kila kitu tu utumia akili ni kugombana tu. Haya gombana, na ukitaka gombana na maisha yako. Umeacha kwenda kugombana na wale mpaka mwanao unataka kugombana na watu ambao hawafiki kwenye matatizo yako. Sijui upoje. Tafu haya ndio ulikuwa ukiyataka. Huyu mwanamke nyoka. Hawezi kumleta hawala yake hapa. Leo anamtaka mtoto. Huyu mtoto akamfanyia dangulo huko nyumbani kwake na huyo bwana wake aliyokuja. Kwa hiyo kila anayekuja hapa ni mtu wangu mimi. Kila anayekuja hapa atakuja kwa sababu ana mahusiano na mimi. Mbona mnakuwa hamtumii akili? Umeona? Na huyu bora ulivyomwacha. Huyu sio mwanamke, huyu nyoka, muuaji. Shetani tu. Sasa hivi. Mbona haraka tena jamani, mtazame kama unaenda kuzima nani? Na haraka je, nasogea hapo kwa shoga yangu. Hapo. Sasa jamani, samani kumla. Nilikuwa nakumba kidogo. Ongea tafadhali. Mawili matatu. Okay, ina shida. Ina shida. Haraka maana na haraka takaende huko. Wewe kama hivyo jamani. Nani unapita unaenda wapi tena jamani? Naenda hapo kwa shoga yangu. Huyu nani huyu? Sawa. Mimi unanijua. Mimi ni nani? Wewe Skipala Moto? Okay, thank you. Mjumbe. Sawa, wa nyumba 10. Ananitiaga huyu. Mimi kama mjumbe, sawa? Kwa hiyo mimi mjumbe bwana, ninakuwa na CV. Hakuna mtu asonijua. AKA Malundo. Sawa? Hata huyu nani vyombo huyu anaenda huko ananijua. Maarufu. Nyumba yangu hii. Lakini mapangaji, sema mpangaji mmoja mkorofi anaitwa Muha. Mkopesha vyombo. Nitampa notice uingie wewe. Sasa kumlazi nimekusimamisha hapa kwa jambo moja tu, samahani. Nakutaka. Kwa Kiingereza wanaita na kulanchi. Wewe si nishakwambia? Na bwana wangu, na mpenzi wangu, nampenda, ananihudumia kila kitu. Yaani kila kitu ninachotaka yeye ananipatia. Kwa hiyo nimeshalizika naye. Jamani, si nilishakwambia Inna lillahi wa inna ilaihi una mpenzi jamani. Wapenzi hao wa bongo. Sasa nisikilize nikwambie kitu kimoja. Je, kesho na kesho kutwa mfano mume wako akawa mwizi. Mume wako akawa mbakaja na akochonyoa watoto wa watu. Hawantii ndani. Na hizo kesi zitakuja kwangu. Mimi namtia wallahi billahi kibla nanichomeka. Ndani namweka. Kwa hiyo wewe unataka mpenzi wangu mimi awe mwizi? So awe mwizi. Ila kwa nini unanikataa? Na hizi kesi ndogo ndogo hizi mimi nitazilachi maana yake nitazikuza hizi. Yaani wewe hamnazo. Kwa kweli nimegundua wewe hamnazo. Bwana nishakwambia mimi na mpenzi wangu nampenda ananibia kila kitu nishalizika naye. Bwana sitaki. Alafu naona unanipotezea tu muda. Sasa wewe unaenda wapi tena nani? Nani wewe Asha Machupa? Asha Machupa msanii huyu bwana. Wewe nisikilize nikwambie kitu kimoja sawa? Umenikataa. Lakini haki ya Mungu nasema kabisa mimi nitazaa na wewe. Nitahakikisha niko na wewe. Na hapa ninapotoka hapa wallahi billahi miguu hii miwili nenda serikali ya mitaa, nenda kuweka ripoti kusema yule pale mume wake mimi kanibaka, kanifanya kitu kibaya. Mimi wako nichungulia mumeo, anataka aone nini? Why? Flavor, thank you. Binadamu.
Tafu, tumeshalumbana sana hospitali, inakuwa haina maana. Kikubwa kitu tunachokitafuta ni jinsi ya malezi ya mtoto, na najua tu hapa hili swala nikiliongea mbele ya mama itakuwa ni yale yale tulipo. Kikubwa Tafu, ninachokuomba basi uwe makini kumwangalia mtoto, yaani uwe makini sana kumwangalia. Yaani ili kwetu limetokea ni kama funzo, haijalishi tuko kwenye situation ya aina gani, lakini huyu ni mtoto muhimu kwako, muhimu kwangu. Japo pale nimeongea mengi ya hasira, lakini sasa tunahitaji utulivu, tujue mtoto itakuwaje. Unajua wewe kuna kitu kimoja kidogo sana ambacho umechokikosea. Sawa, mtoto ni wa kwetu sote. Unaponiambia nikae nimwangalie vizuri, nimtunze vizuri, kuna kitu bado akijekaa vizuri bado. Ili kuweze kukaa vizuri ni lazima tushirikiane kwenye malezi, na hasa kwa kipindi kama hiki tunatakiwa sote tumwangalie. Shoga yangu mimi tena wewe acha tu. Mwanzo sina la hata na ndoa yangu. Yaani mwanaume wangu amebadilika. Unajua amebadilika Chuma? Kurudi siku hizi saa 3, saa 4. Na akirudi hana habari na wewe. Yuko busy muda wote anachati na simu. Chuma huyu unamjua mimi. Huyu shoga yangu, huyu sijui hata kapata na kitu gani. Ila ndugu wangu nikushauri kitu. Ndoa usione milango hii. Kila mtu ana shida yake humu ndani. Kila unaona nyumba wake mke na mume wana shida zao. Mimi ninavyomjua shemeji yangu, eti kusema awe na mambo ya kijinga sidhani. Sijui. Ila naomba tuliza akili yako. Mtoto mimi nimemchukua bado mdogo sana na hakupata kabisa malezi yako. Kwa tamwini ya malezi yako sasa. Wewe unakuja unamwangalia mtoto ili aweze kukaa vizuri. Mwenye sipendi kila saa tunajibizana mpaka sometimes mbele ya mama mimi najisikia vibaya sana. So unatakiwa ukae, wewe unakuja unamletea matunda nini naye ajisikia na mama. Lakini kipindi kile amekaa mpaka leo hii hata kwa mwezi kukuona kwake shida. Yaani paka itokee mtoto amepata matatizo ndio uje kumuona. Hiyo si sawa. Kwa hiyo mimi nimefurahi kwa kuwa ungenitambua la kumwangalia mtoto vizuri, ila na mimi nataka sasa huu ni wakati wako wa kuiza na wewe sasa kumlea mtoto. Kwangu sio shida, kwa sababu pia ni wajibu wangu kama mama, kama mzazi. Sio, unanielewa? Hilo limeisha. Lakini pia wewe na mama ndio watu wa karibu sana mnaokaa naye. Sasa hivi kinachotakiwa ni kumpa tu tahadhari, ni kukaa naye mara kwa mara. Sawa, mama pale nimemsikia akiongelea kwamba swala la kwamba ana kiburi, ni jeuri, hamsikie. Lakini pia kwa hili lililotokea kwake, hakuna ambaye limemtokea zaidi ya yeye. Nadhani atakuwa muelewa. Tuliza akili yako. Mwanaume anakupenda, yule sio bwana, yule mumeo. Si unaelewa? Atazunguka mji mzima, lakini mwisho wa siku atafanyaje? Wewe ndo kila kitu. Si unanielewa? Unauma. Najua shoga. Kabadilika kabisa. Yaani kabadilika kusema kweli mume wangu. Natamani tuwe kama zamani, lakini mimi sitatoka hivyo. Sipendi ukiwa mnyonge, unajua? Sipendi. Mimi najua yule anakupenda. Anakupenda tena anakupenda sana. Tuliza akili yako. Mpende, akupende. Koga, paka mafuta, kula vizuri, si unaelewa? Vaa pendeza, atazunguka atarudi. Nakwambia niko hapa nimekaa. Si unaelewa? Basi mimi nilikuwepo ndugu yangu. Usikae na mawazo. Kula chakula, pendeza. Yule wa kwako, si unanielewa? Nakuelewa shoga yangu. Mimi nilikuwepo ndugu wangu. Ndo unaniacha tena mapema. Hata sikuachi, ninaenda huko mimi, unajua na bembeza yangu. Si unajua bado beach ile penzi. Ndugu yangu tulikuwepo. Shoga yangu. Usikae kwa mawazo. Wewe hata usijali pesa yangu. Bye. Poa ndugu yangu. Poa.
ni kwamba bibi yake alikuwa anamaanisha nini kumkataza baadhi ya vitu, na kama hivyo mama anakuambia alimkataza kwenda huko lakini akaenda, huenda litakuwa pia funzo. Hii ndo nafasi yako na ni fursa yako kwa mtoto wako kumlea na kumpa malezi yaliyokuwa bora. Pengine atakuwa kuna wakati mzuri wakati atakuwa kuna huduma ya mama yake. Mtoto pia anakuwa anajisikia vizuri, anajisikia faraja. Sasa muda mwingi anakuwa yuko na bibi yake. Sasa kaa naye, ongea naye vizuri, naye ajisikie vizuri yuko na mama yake na unamjali. Mimi nafikiri sina maneno mengi zaidi haya. Mwana kwambia usimchanganye matunda na madarasi na malimao. Matunda na madarasi na malimao. Odi. Wenyewe. Karibu. Haya, asante. Mjumbe. Karibu. Haya, asante. Karibu tupo. Za hapa kwanza. Nzuri. Ndio. Karibu. Haya, asante sana. Bwana nimekuja. Swala ndio hilo. Tunafanyeje? Jamani, yaani umenifuata mpaka nyumbani kwangu kweli? Kweli sijapata ona. Nimeshakwambia mimi sikutaki. Mbona mgumu kuelewa wewe jamani? Wewe nisikilize nikwambie kitu kimoja. Sijui unanielewa. Yaani nisikilize vizuri. Sawa? Mimi naumwa. Sijui unanielewa. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Dokta, mimi unitibu naumwa. Jamani, kama huyu alioimba nani? Mbosso. Dokta ncheki homa au malaria au kipindupindu au kausha damu kaimba. Sasa na mimi naumwa. Jamani, nini? Yaani hivi kweli mume wangu akatoka huko akaja hapa akatukuta tu yaani nipo na wewe. Hivi hata nifikiriaje jamani? Mbona nataka uniletee matatizo nyumbani kwangu jamani? Nisikilize, no discussion. Sasa mume wako akija je kama nimekuja kukamata kuna jambazi ndani, kuna mwizi? Yaani kweli azimu wewe kabisa azimu. Nimeshakwambia sikutaki jamani, mbona unielewi wewe? Sijui ulipoje hili. Jamani, nakutaka. Hivi wewe Mariam, kwa nini wewe umekuwa mjeuri sana? Kila siku unaambiwa usiende kwenye shughuli ya aina yote, ila umekuwa mjeuri sana Ilikuwaje mpaka kwenda kwenye hiyo ngoma? Na ni nani amekufanyia hicho kitendo? Baba, mimi siwajui, nilienda tu kama majirani. Hao majirani ndugu zako? Mimi si nilikukataza wewe. Nimekwambia usiende. Hao majirani wewe unahusiana nao nini? Umeona usiosikia la mkuu huvunjika guu, mjukuu wangu. Je, ungekubali maneno yangu ungepata hiyo matatizo uliyopata? Sasa itabidi useme nani waliokufanyia kitendo kichafu kama hicho. Siwajui. Wewe. Hebu niambie nani kafanya hicho kitu? Hivi Mariamu, tunachokaa kukubembeleza wewe ni kitu gani? Una utoto gani wewe wa kukaa kila wakati tunakubembeleza sema alokufanyia hicho kitendo? Au uliridhika? Maana nashindwa kukuelewa kiukweli. Muda wote tumekaa hapa tunakubembeleza sema utaki. Kama ni watu wanafahamika hapa mtaani sema tujue tunafanyaje. Na kama ni wageni sema ni wageni, labda sikweli siwajui. Lakini mimi ninavyokuangalia hata sura yako tu naongea nawe nasema nawajua. Unachoogopa kuwataja ni kitu gani? Embu wataje bwana. Mimi siwajui. Wewe umeshaumizwa wewe. Na uzuri wenyewe daktari akasema kakutibia kule kaona huna maambukizi. Je, wangekupa ukimwi? Nimeng'ang'aniza hapo. Ukiona mtu anajua, ukiona mtu anamfuata mtu kuna kitu anakitaka. Mimi nakutaka wewe katika ndani ya mwili wako, nakutaka. Yaani hata sijui nitumie lugha gani jamani. Kwanza ondoka nyumbani kwangu hapa. Sitaki matatizo na ondoka nyumbani kwangu. Sasa nasema hivi, sikiliza tuache hayo, sawa? Mimi nimekuja na barua kwako. Wewe umundani kuna malalamiko utaki kulipa wale sungusungu utaki kuwapa hela zao? Ila hataka utaki. 200,000 fine. Thank you. Mjumbe 200,000? Good morning. 200,000. Sasa jamani mjumbe jamani 200,000 mimi size naitolea wapi jamani? Sasa mambo si yanazungumzika sasa 200,000 mabarua jamani ya nini sasa hayo jamani kweli? Mimi ndo nakwambia kabisa
Kama yanazungumzika. Asa wewe hilo jela nini? Shobo tu. Kama yanazungumzika basi tuongee. Na kusikiliza. Au angekupa mimba ungemjua nani katika baba watatu? Hiyo mimba ya nani ingejulikana. We mtoto mbona mgumu kusikia we masikio yako haya? Una matatizo gani we? Nitakupasua sasa hivi au basi mimi niondoke jamani. Pengine hataki kusema kwa sababu mimi nipo. Wala mimi nataka aseme na wewe usikie. Hebu sema haraka. Sema bwana we. Nikinakaniki. Muone kwanza. Hawa wakinikanika hawa watoto hapa mtaani sio? Ndio alikuwa 3. Jamani. Jinga kabisa. Ulichokuwa unagoma kusema nini? Au unafikiri mimi namuogopa mpumbavu yoyote hapa? Sasa kwa taarifa yako mimi nitawatafuta hao na nitafanya ubaya zidi yao. Inawezekana waniharibie mtoto wangu mimi afu mimi nikae kimya. Hapana, usifanye hivyo. Tuache sheria ikafuata kile ambacho kinatakiwa kifuatwe. Watu wenyewe unawaona ni bangi muda wote mapanga, yani mimi hata siwaelewi ni watu wa aina gani. Haya wao unawafuata kule ndio washajipanga kufanya maovu, wao unaenda kule unadhani itakuwaje? Ili swala linatakiwa tukaripoti polisi. Nisikilize wewe. Mimi hakuna mtu nitayemuogopa kwenye huu mtaa. Siogopi upanga wala siogopi nini. Kama ni bangi mimi nimeishavuta paka kwenye masikio humu. Na bangi unavyoona mimi nimezivuta paka zikiniona zinakimbia. Sasa mimi nani atanitisha? Unafanyaje? Sikiliza, mimi na wewe sasa hapa sio pa kuongelea na yeye mume wangu akikuta atanifikiria vipi vibaya. Basi nenda hata tutaongea hata baadaye. Kwanza mume wako yuko wapi? Hayupo. Yupo saa hizi kaenda kazini. Sawa. Kwa hiyo wewe nenda, fanya tu uende afu baadaye Bwana wewe. Nitakutia ndani wewe. Nenda na wewe tumeshaongea. Ndio hivyo, fanya hivyo sawa. Jibu langu nalitaka. Sio umenielewa? Naondoka mimi. Yaani kweli mimi nimkubali huyo? Ukweli na wazimu. Mimi nataka yani ili iwe fundisho katika huu mtaa. Nitadili na kila mtu. Na serikali nataka ijue kwamba mtaani kuna watu vichawa wanaweza wakafanya kazi yao na wakaisaidia serikali kwa hicho kitu kilichotokea kwenye mtaa wetu. Na itakuwa ni fundisho, wallahi mimi nawaambieni. Mimi nitalipiza, tena kwa ubaya nitalipiza. Nishachomwa paka moto kwenye matairi. Utaniambia nini? Sasa wewe mimi na watafuta wakinakaniki wako. Nitadili nao hapo na serikali mimi itakuja kunijua mimi ni nani. Wenzi atawataja. Mimi bwana kwa jambo hilo wala sikuzuii mwanangu. Huyu kisha haribiwa. Lazima na wao wapate jeuri yao. Fanya unachoona wewe ni sawa, lakini mimi sishauri kabisa kitu unachotaka kukifanya. Mama wao una support tu. Hujui madhara ambayo ataenda kuyapata Tafu. Vipi shogangu unaendeleaje? Salama, sijui nyinyi huko. Sisi tunamshukuru Mungu tunaendelea vizuri shogangu Mariam. Tulikuja kukuona kule hospitali. Tukaambiwa ushauri, sio tukaona tuje tukuone huko. Kingine pole na matatizo. Asante ndugu zangu nishapoa. Yaani tunapokuona kiukweli kabisa unaumwa. Acha. Shogangu, niwape ubuyu. Nimekwambia nimeenda kwa mwalimu Kamugisha. Nikampiga mama akizinga nimeti. Unajua ninavyotoka kwenda. Na tetemeka naoma. Akanikubalia kumbe mzee hata siumi. Nimeenda kujilalia zangu nyumbani. Hujaogopa? Sasa niogope nini? Akati kaamini kama mimi naumwa kweli. Atakuchapa wewe. Masomo yenyewe hata sielewi. Nikaona bora hapa niekte kuumwa nirudi zangu nyumbani nikalala. Wewe Mariam. Bibi. Kwa hiyo hayo ndo mazungumzo yenu. Bana ni story. Story. Eti nyie wasichana. Nyie hamjazaliwa Hamna wazazi wenu nyumbani? Tunao. Sasa kama mna wazazi wenu mnaongeaje maneno ya kipumbavu na mimi nasikia hapa? Au umeniona mimi kiziwi? Kwanza samani sana kwa yote yaliyotokea leo hospitali. Sikuwa na lengo baya la kuja hospitali na sikupanga na sikutarajia kama naweza kupishana Kiswahili na mzazi mwenzio. Lakini yote kwa yote naomba samani sana. Manake lengo langu la kuja hospitali ni kuja kumuona mtoto. Hata usijali. Mtu wa kuomba msamaha ni mimi. Kwa sababu uenda ulitoka nyumbani, ukutegemea kama utakutana na situation kama ile. Kwa hiyo naomba unisamehe sana mimi. Na kikubwa ni kwamba tunamshukuru Mungu
mtoto amekutwa yuko salama, amepimwa, mimba hana, maradhi hana, na mpaka ninavyokuambia sasa hivi mtoto amesharuhusiwa yuko nyumbani. Kwa hiyo tunapaswa kumshukuru Mungu kwa sababu ya hilo. Ni jambo zuri kwa sababu hali ya yote tuko tunahitaji mtoto awe salama. Kama mtoto yuko salama na kupata matibabu, hilo ni jambo la kumshukuru Mungu. Kitu kingine, yule mzazi mwenzio naambia punguza wivu. Manake leo kingeendelea kidogo tu tungetia aibu hospitali. Mtoto mbona hamna haya wala mjui vibaya? Angalieni vijuso vilivyo alama. Yaani mnaacha kusoma, mnaongopea na umwe nimeenda kulala. Mnajua nyinyi mna tabia mbaya sana. Kwa hiyo huyu mwenzenu ndio maana siku nimemkataza mimi kwenda kwenye ngoma, hakusikia, kawafatanyie shoga zake ndio mnemchetua Sasa mwenzenu kabakwa, nyinyi mbona mjabakwa? Mlimsakizia huyu abakwe. Nikwambie nini bebe? Yaani kwa lililotokea tufanye tu kama ni ndoto. Tumelala tumeamka, hicho kitu hakipo tena. La msingi ni kwamba mtoto ameshatoka na yupo nyumbani. Kikubwa tu ni kumwombea, achana naye tu. Okay, sawa. Alafu hivi mmemuuliza mtoto kujua nani alifanya hilo tukio? Unasikitisha sana. Unajua katika vitu ambavyo sikuwahi kuvitegemea ni hiki kitu ambacho kimetokea siku ya leo. Unajua mtoto katika kumbana kumuuliza, anakwambia ni akina Kaniki wamembaka. Kaniki na wale wenzie wawili. Roho inaniuma sana sana sana. Unajua mpaka kuanza kuyazungumzia haya mambo najikuta kama siko sawa. Hebu tuachane na haya mambo. Kumbe ni kina Kaniki ndio wamefanya hilo tukio? Hivyo watoto wana matatizo gani? Wanataka kufia mikononi mwa watu Asa wewe mwenye uso kama uso wa guzo wewe. Wewe mtoto mdogo lakini una sifa mbaya sana wewe. Wewe baba zima unalibeba ile hata babako mdogo unamweza wewe. Nyie watoto nyie mnawachwa au mna balaa gani nyie? Watoto wadogo bunda kwa alume kwa nini? Na kwa nini mnapenda wanaume sana? Muda wenu mkifika hayo mtayakuta, someni. Kwa hiyo mmekuja hapa kumtia ujinga huyu, si ndio? Ila kitu gani? Maneno yenu ya kijinga kuongea mbele yangu mkome. Tena mkome kweli kweli. Kama hiyo mibaba mnaibeba huko sio kuja hapa. Ndio maana nyinyi mmemharibu huyu. Na wewe nakukataza na hao mbwa zako lakini unisikii. Tizama kwanza uso kama vibao vya mbuzi. Msinitizame mimi mipua imewatandazuka kama uji sio sukari. Haya tokeni hapo. Nyie kunyangisi, tokeni nimesema.